Kwa majina zangu ninaitwa Steven Kaitet Koriata. I am an aspiring candidate for the seat of the governor of Narok. I am a Kenyan. I'm a citizen of this country, and I come from Narok. And the people of Narok need services, e.g., they need better services, infrastructure, good hospitals, management of Masai Mara. So those are the things which inspire me to build Narok, because when I built Narok, I'm building this nation. Yes. Well said, Governor. Maybe what is your definition of leadership? Leadership. The definition of leadership, it is a leader who listens to the people and who the people follow. Basically, that's what I can say. Well said. And during the first 100 days, the shortest time possible, Yes. what would you wish to achieve with the people of Narok? In my first 100 days in the office, I will make sure that all the health facilities in Narok are very well equipped. Secondly, I will try to my level best to make sure that the impassable roads become passable. Well said, Governor. On to our next question. I would like us to speak about unemployment. Yes. Which occupies 70% of the youths at the moment in the country. Yes. Now, what mechanisms will you put in place to ensure both the formal and informal sectors are able to bring in employment to the youth? Yes. Do you know, it is very good to be very practical. You know, Kibaki said, when I come in, the youth of this country, a good majority of them watapata kazi. People actually, they took it walikuwa nafikiri ni msaka. But when he took over, a major transformation of this country came. I will do this. Masai Mara is a major employer. I will advertise Masai Mara for the tourism to flow this nation. That is one source of employment. I will make sure the young talented Kenyans, I will identify them in large numbers and promote their talent to the required capacity. That's what I can say. And on to Bill, where did they come in the government? How will they benefit? You know, like ule mama ambao anauza, anauza vegetables kwa kijiji. We want to promote them. Ule mtu anapeleka akiuzauza matunda, they are informal and formal. We must make sure that tutakuwa na each in my constituency. There must be a training college so that they can get right skills, so that they can develop themselves. We'll be having some schemes whereby wale kuna mama mboga, they are able to, to go and borrow and apate kufanya ile kazi yake ya kawaida. In Narok we have a lot of milk. Okay? So I will bring
many coolers, milk coolers. I'll create societies for all those ladies to enable them, you know, to get their daily bread. We have also farmers, wale kina mama ambao wako na viazi, wanalima viazi, you know, we bring them good seeds, you know, we create them good markets so that akiuza ile mimea yake inakuwa ni kitu nzuri. So if I can do that to the people of Narok, I think I'm in a better place. Before nilikuwa nimesema youth. Actually, you know, the youth of this country, we don't have anyone. First and foremost, any talented youth of Narok will be promoted. Secondly, we will be ready to give out scholarship for young men to go to school and become the leaders of tomorrow. Those who are unemployed, who had finished already college, I will create employment for them. You see, nowadays you see like we have small businesses, like we can say 20 or any group, they can actually come together and, for example, venture into farming, either wheat farming, either feedlots, you know, like in South Africa now. They have very good feedlots. We can borrow that idea, and our people, the young generation, they have the source and they have the repaying period. Okay? Because we can give them loan. After that, those animals can gain feed and they return back. When they go to the sell, they sell them and bring back the government money, and you know, they'll be in a position to be able now to work like any other person. Yes. Yeah. According to the Kenya National Bureau of Statistics, the masses are still experiencing issues, early marriages, and FGM. How will the government ensure that these issues are dealt with? Yes. You know very well. These are cultural norms. Na hata ningependa kuongea kwa Kiswahili ili wapate kusikia vizuri sana. Unajua siwezi tu, you know, uwezo kaamuka nikiwa dio, nikiwa chief, niende tu kushika watu, you know, kugombanisha familia. We need to sit to, you know, tunataka kuketisha jamii yetu. Wajue ya kwamba hiyo FGM sio mzuri kwa msichana ya kike. Okay? Itampatia madhara mengi. Na you know, usipokeketa ule msichana, ako na faida kubwa kwa maisha yake. Na once ukielewesha hiyo family namna hiyo, wataenda kuelewa na hiyo kazi itasimama mara moja, kwa sababu wanaelewa. Lakini kuamuka kama chief, unapeleka polisi, watu wanashikwa, unaenda kugombanisha familia, you know, we need to have a different approach, you know, to make sure that everybody understand that concept, not a money making place, because we see some NGOs wanakuja, wanaenda, wana balloon, na hii culture imekuwa pale. Hata wale wanaweza kuwa wanaenda kuballoon, hao wenyewe walikuwa wametayarishwa. So we need to make a comprehensive society ambao
ule mama anaelewa, ule baba anaelewa ya kwamba haifai sasa nikekete msichana wangu. Inafaa aende shule, asome na aendelesha maisha yake, kwa sababu kutokeketa yeye ndio iko na faida kubwa kuliko kwenda kuuliza. So hapo ndio sisi tutakuja kufanya, tutaenda kuelimisha hawa wapate hiyo elimu, na utaona hiyo kitu itakuwa imeisha. Maneno ya masomo, nitazingatia maneno ya masomo kwa sababu serikali iko na free education. Na siku hizi kama una elimu hakuna mahali ambao utafika. Ile kazi ya urani ya kitambo imeisha. Kwa hivyo pia tutaelimisha hawa ya kwamba urani ya sasa ni elimu. Pia ya sasa ni kalamu. Ngao ya sasa ni kitabu. So hiyo ndio mimi ningependa kueleza wakaaji wa Narok. Na hiyo ndio nitafanya Mungu akinibariki nichukue hiyo kiti ya gavana. Kuna mambo ya counties, kuomba pesa za county kuna madeni mengi hapa. Yes. Public debts. Unajua yes. Vile nitasema hivyo, mimi jinaona hivyo. Unajua hakuna haja upatiane kazi kama hakuna pesa kwa ofisi ya county government. Tunafanya kazi when we procure our procurement. Ni lazima tutahakikisha kwanza tuko na pesa kwa accounts ya county government. And the moment hiyo pesa iko pale, tunakwenda sasa ku advertise zile mradi ambao tunataka kufanya. Okay? Ama tunakuanga na advance, tunakuanga na advance planning. So pesa ikiingia tunajua tuna suppose kufanya mradi fulani this year. Tunapatia ule kandarasi afanya kazi yake na tunalipa. Sisi I don't encourage, and I will not encourage in my administration ya kwamba I incur public debts. Kama nikiingia kama kuna debts, tutajaribu kumaliza ile debt na ile project ambayo ilikuwa inaendelea. Nikimaliza ninaanza sasa my own projects, and I am sure the moment the contractor akimaliza kazi yake will always be in advance. Tunalipa ile kandarasi pesa yake. Governor, from where you sit, Yes. what do you see that the current governor has done wrong that you are going there to correct? Labda nikiweza kusema machache. Personally, I want to improve health facilities, because in Narok we don't have a mutual. We don't have those facilities here much. You see, I will make sure that any health facility ndio mimi nataka kuimprove now. Revenue collection.
revenue collection, when I take over, I will not employ any other person rather than the employee of the county government. I will not give out contract to any other person apart from the employee of the government, in order for us to increase our revenue collection. Finally, Bwana Governor, look at that camera. Yes. And give us your parting shot. What I can say to the people of Narok, kama wacha niongee Kiswahili, wakaji wa Narok wanisikize. Mimi ninaomba munipatie kura zenyu, kwa sababu mimi ninajua Narok like the back of my hands. Siombi ya kwamba nitakuja kuwafanyia miradi gani. Mimi ninajua kile ambao nitakuja kuwafanyia Narok. Nitajenga hospitali, nitajenga the young talented, wale vijana wadogo ambao wako na umaarufu ya hali ya juu. Nurture talent, especially in sports. Ile maji inachukua watu wa Narok, it will be a history of the past when I take over. Kwa hivyo ninaomba munisaidie, munipitishe tukiwa sisi wote jamii ya Narok, na mimi nitahudumisha amani Narok, kwa sababu jamii mingi sana wako Narok. Kwa hivyo munikumbuke kama mtoto yenyu, na mimi nitahudumisha amani na nitapatiana haki kwa kila mtu. Asante.